sio vizuri kukaa ukweni, labda kuna sababu maalum inayopelekea wewe kukaa pale ukweni. Nimeshapigika Uswahilini. Kodi sina. Nimeshapigika. Baba mkwe kapata mtoto wa kiume. Kama kuna sababu maalum, ukae ukiwa unajua kwamba ni lifti, ni kama umepewa lifti kwenye gari ya mtu ambayo unatakiwa ushuke. Kwa hiyo kuwe na muda fulani unakaa pale kwa sababu kuna dharura ya wewe kukaa. Lakini wakati huo ukiwa unajua sasa hapa ni lifti nimepewa, usikae ukabweteka kwa sasa niko shafika hapa shafika. Then uweke mambo yako sawa ili uweze kuondoka haraka. Lakini sishauri kwamba watu wakae kwa wakwe, yani uoe alafu uende ukakae kwa wakwe, unless kuna jambo la dharura ambalo inabidi ukae kwa muda fulani haraka uchomoke uendelee na maisha yako. Mimi kwa mwanamke haya ndio yeye tayari mambo ndio hivyo. Yeye katangulia akabatika na kamjengo safi, inafanya kazi ni ananiambia njoo tukae, wewe unaja kupanga wewe bwana. Kuna ubaya kwa mke kwa mwanamke kukaa, wewe umeoa alafu kakae kwa yule mwanamke. Kama uko tayari kukaa kwenye nyumba ambayo wamejengwa na wanaume wenzako, nenda kakae. Kwani kila nyumba ambayo ya mwanamke amejenga mwanaume bwana. Mimi sitaki kuwashauri vijana wa kiume ambao hawajaoa wawe na hiyo akili ya kuwaza kwenda kuishi kwenye nyumba za wanawake ambao wamewaoa, ambazo hawajui zimepatikanaje, walijengaje, matofali yametoka wapi. Wewe unaenda unakaa pale na usingizi unakuja kabisa. Na usingizi unakuja. Simki wangu siku anaibuka Kwa hiyo bado nitashauri, kuna vitu ambavyo vinakuondolea wanaume wako, vinakuondolea ujasiri, vinakuondolea ule wanaume. Kama unakaa mahali, sio tu nyumba, hata kwenye chumba ambacho wewe ulipi kodi. Ndio. Chumba ambacho ulipi kodi. Mwanamke ndiye anayelipa. Hujui analipa. Hujui ile anatoa wapi. Umeelewa hapo? Alafu wewe unaenda kukaa pale, unalala, unaamka asubuhi. Huo sio wanaume. Labda kama nirudi kule kwamba labda kuna dharura ambayo inakutaka uwepo hapo na ukae hapo kwa muda kama mkimbizi kabisa.